Wewe toka hapo. Nakwambia toka hapo. Nenda nyumbani. Nyumbani. Wewe blaze, mwanangu nimekukariri mwanangu. Nakwambia nimekukariri mwanangu. Huu mchezo utaucheza mwenyewe mwanangu. Wewe. Baba, si nishakwambia uache kufuatilia maisha yangu. Kinachokufanya wewe unatoka ulikotoka unakuja ofisini ni kitu gani baba? Sitaki unifuatilie maisha yangu. Achana na maisha yangu. Hayo maisha unayosema ni maisha yako. Kumbuka kwamba nilishakwambia hivi, chochote ambacho ni chako huwa ni cha kwangu. Kwa hiyo hata hayo maisha sio yako peke yako, ni ya kwangu mimi, kwa sababu mimi ndiye nimekusababishia kuyapata. Alafu zaidi sio kwamba nayafuatilia. Kwa kuwa wewe mwenyewe huyataki, nisingekuwa na sababu ya kuwafuatilia, ila ninachokitaka ni kwamba kwa kuwa umefikia hatua ya kutaka kujiua, nijue tu kwamba kinachokufanya ujiue ni kitu gani. Basi sina zaidi hapo. Baba, nishakwambia kwamba mimi nina akili zangu timamu na ninajielewa na naelewa ninachofanya. Na kama kunizidi, yani labda umenizidi tu upumbavu na ujinga. Narudia tena. Kama kunizidi, labda umenizidi upumbavu na ujinga. Kwa hiyo mimi ni mpumbavu tena ni mjinga. Sasa mwenye akili unafanyaje kazi ambayo ni ya mpumbavu? Kwa hiyo wewe uko ndani ya upumbavu. Au kama vipi umeona kwamba mimi ni mpumbavu? Basi kuanzia leo nakutoa katika hii kazi, kwa sababu simesema mimi ni mpumbavu. Kwa hiyo mpumbavu aliyekuunganishia kazi ndiye huyo anataka akutenganishe na hii kazi basi. Unanitisha mimi kupoteza kazi? Kazi? Yaani kama niliweza kutaka kupoteza uhai wangu mwenyewe, sasa ningepoteza uhai, kazi angefanya nani? Yaani kupoteza hii kazi ambayo unaidhani wewe si unahisi ni kwa sababu umeniunganishia wewe hapa, unahisi labda unaweza kufanya chochote. That is nothing for me. Yaani kuipoteza hii ni kitu simple sana. Kama niliweza kutaka kupoteza uhai wangu, hii ni nini? Mwachana na mimi bana, nikaendelee kufanya shughuli zangu nyingine. Kwa ukweli leo najifunza kuishi na maumivu, nikijenga moyo ulio. Hii ndio ile wanasemaje? Sasa umalize maradhi tumboni, lakini wewe kazi ya kipumbavu lakini afanya ndio anakula. Itabaki kama jeraha lisilopona. Yaani ndio hivyo shoga yangu nilivyokuambia. Yaani naona paka aibu kwenda hata nyumbani. Maanake nimezalilishwa mtaani. Sielewi naelekea wapi. Yaani hapa nimechoka. Hebu niambie nafanyaje? Usijali rafiki yangu. Kuna ndugu yangu yuko South Africa, anatafuta mtu wa kazi. So nitakuunganisha naye baadaye. Wewe sio mtu wa kulialia na mapenzi bwana. Tashukuru sana rafiki yangu. Yaani utakuwa umenisaidia kweli rafiki yangu. Maana nimeshachoka. Na aibu. Yaani nashindwa hata kutembea mtaani kwa hizi aibu. Usinishukuru sana. Ni mambo madogo. Baadaye jioni nitakutafuta, tutaongea vizuri. Sawa. Hivi mtoto kimefika lini? Unajua naingia fikra mbaya
mpaka natamani kabisa kwamba afadhali niachane naye tu. Lakini sasa sawa, kuachana naye ndio, lakini sio kwamba eti kuachana naye ndio sijamzalisha sawa, na haki zangu kwake zote nishatenda. Nimempa elimu ya kutosha, amemaliza. Nimemtafutia kazi nzuri, amefanya, na mshahara mzuri anao. Nimemjengea nyumba nzuri ya kuishi. Sasa kusema ule ukweli, lawama kwa Mungu kwake sina. Yaani sijui kwamba yule mtoto anakaa na kufikiria kwamba hivi vyote ambavyo anavitumia ambavyo nimemfanyia mimi, labda nimevisumbukia au anaona tu amevikuta tu anavyo, si ndio? Kila siku inanijia kwamba niachane na mambo yake, lakini bado nakumbuka, kwa sababu ndio labda kosa langu ni kumzaa, sijui. Lakini hata ndege wasije wakanicheka, kwa sababu ndege anawazaa wanaye kwenye kiota pale, anakwenda kwa karibu nao, anapanua midomo, anawekea mdudu mdomoni au tunda, wanameza. Lakini watakapoota manyoya na kufunguka macho na kuweza kuruka, anawaacha waende wanakotaka kwenda. Sasa na mimi huko ndiko nakotaka nipafikie. Narudia tena kwamba katika fikra zake angekuwa anawaza kwamba alichokuwa anakitumia nimesababisha mimi na nimekipata kwa tabu, asingefanya ambao anafanya, asingefanya ujinga kama huu. Sijafikia kuamua hivyo, lakini nitafikia tu. Samson, nimekusindikiza hadi huku. Kuna jambo nahitaji kuzungumza mimi na wewe. Na jambo lenyewe ni kuhusu babako. Hivi babako ana akili gani? Au kwa sababu anafahamiana na bosi, anakuja ofisini na kuanza kufokafoka tu. Masuala ya nyumbani yabaki nyumbani, na masuala ya ofisini yabaki ofisini pale pale. Hauoni kama anakutengenezea picha mbaya kwa wafanyakazi wenzako? Unajua bwana Tom, mimi nashindwa kukuelewa wewe. Kwa sababu mwanzoni ni wewe huyo baba alikupa maneno, ukatoka huko ulikotoka, ukaja ukanipiga hadi kofi. Lakini leo tena unakuja unanifuata unaniambia babangu tena umuelewi, mambo ya nyumbani anayaleta ofisini. Yaani kiufupi nashindwa kukuelewa, unanichanganya. Kama unaamua kuwa moto kuwa moto, kama unaamua kuwa baridi kuwa baridi. Chagua upande. Kama unataka kuwa kwa mzee kuwa kwa mzee, kama kwangu kuwa kwangu. Ujue Samsoni, mimi siko upande wa mtu yoyote. Siko upande wa babako wala upande wa kwako. Lakini hili swala la kujiua ni swala gumu sana. Kwa hiyo, yani siwezi kuvumilia hata kidogo. Siwezi kabisa, siwezi. Hii kitu imenifanya mimi nimevurugwa kabisa akili yangu. Kwanza huyo rafiki yako aliyokusaidia wakati unataka kujiua, natamani sana kumfahamu. Natamani kumfahamu sana, maana amefanya swala la kishujaa sana. Hilo swala ni la kishujaa, lakini ni ujinga uliotaka kufanya. Natamani hata yule rafiki yako angekuacha hiyo kamba ikufike hapa, uonje nusu ya umauti. Na hapo ndio ungejua hilo swala utaka kulifanya ni la kipumbavu na ni la kijinga. Unasema nilikupiga makofi? Wewe moyo wangu umevunjika kimya kimya. Jamani, kama alichokiongea kinaniingia akilini. Utajua mwenyewe. Kwa nini umechukua furaha yangu? Kwa nini umechoma moyo wa mwanao? Nilidhani damu haiwezi kunisaliti. Nilidhani upendo hauwezi kuniumiza. Lakini leo Hivi ungekuwa wewe, ungeweza kukubali babako anatembea na mkeo? Lakini nalinda heshima ya familia. Mimi siwezi kumwambia mtu yote kama babangu anatembea na mke wangu, navumilia na nyamaza. Nikisema nitamwaibisha, yani
kama mke wangu tu ameguswa kidogo tu na nimeleta vita ambayo kiasi kwamba hata mimi hapa nimeishindwa. Leo kuambiwa Mzee Shah atembea na mke wa Samsoni, kiukweli haingia akilini. Hapa napojua sasa kwa nini Samsoni anataka kujinyonga. Lakini kwa sababu amesema nisiwe rafiki yake, na mimi nitajitahidi sana kutoa umuhimu kwake, maana mtu asipoona umuhimu wako sio lazima ujipendekeze. Kama nilivyosema, mimi kama choo, akiwa na haja zake atataka nje nimstiri. Kama ataona sina umuhimu kwake, basi na mimi nitajitahidi kukaa mbali na yeye. Mimi nadhani nimekuelewa na hakuna kitakachoharibika. Kila kitu kitaenda sawa. Na kwa upande wako wewe, tunaondoka leo na ndege ya jioni. Sawa bwana. Kwa mimi nadhani unapaswa kujiamini. Kokote kwenye ukaguzi mimi nitakutolea maelezo. Panapopaswa wewe kuulizwa, utaulizwa na utajibu. Sawa bwana. Kila kitu chako kipo chini yangu. Tuliza mapepe, usiwe na pressure. Sawa bwana. Tunapokwenda ni nchi za watu. Sawa eh? Basi sawa, ngoja mimi niwaache. Nice. Mimi nakutakia kila la heri ndugu yangu. Sawa, nashukuru sana rafiki yangu. Na naamini mtabaki salama. Tutakuja tukionana tena Mungu akipenda. Haya, bye. Baki salama. Msalimie mama. Haya. Twende kwenye gari. Wewe unajikuta nani wewe? Umefanyaje? Nakuuliza wewe unajikuta nani? Unajisikiaje unavyotembea na baba yangu? Natembea na babako? Unajifanya uelewe? Moyo wangu umevunjika kimya kimya, na machozi yanadondoka.